yetu. Sawa, Nasak. Njoo mnyamwezi wangu. Anaitwa Nasak, tuko naye hapa time hii. Amekuja kutambulisha kopo lake jipya. Mtani wa Kamona huyu, si ndio? Kamona nani yako kwani? Huyo meneja kaka. Kumbe ndio meneja, kwa hiyo mavideo kama yote. Ninakwambia mbona kuna balaa huko YouTube. Kwa leo tunatambulisha nini hapa? Audio video? Leo tunatambulisha video kaka. Video sawa, inaitwaje? Inaitwa Fanya Urudi. Producer nani? Producer kuna mwanangu mmoja anaitwa The Process. Director nani? Kamona. Tusikilize na tutazame video kali kabisa kutoka kwa director mkali ambaye ni mwenzetu mundani, fanya kazi mwenzetu. Twende kazi. Mwenyele tupenze kitumbua kakitia mchanga, au kutaka kuniona na faidi. Walikujaza maneno mengi naletwa kwa kanga, ili mradi wone tunanikaidi. Ona usiku silali mwenzako, nikikumbuka mbali tulikotoka. Oh mapenzi, sweet baby honey wa ubani, rudi nyumbani basi kama utani umeenda. Umeniacha mawazo kichwani, mwili unakonda. Wewe uko na kula, wangu uko kara. Hadi kupakuja mapenzi yana ushujaa, bado robo saa kizidi shari saa. Hadi kupakuja mapenzi yana ushujaa. Fanya urudi nikone, tuongee hata mara ya mwisho. Maumivu yamenizidia, mbele yangu nakiona kifo. Fanya urudi nikone, tuongee hata mara ya mwisho. Maumivu yamenizidia, mbele yangu nakiona kifo. Nakumbuka ulisema huwezi kuniacha, utazikwa na mimi. Nakumbuka ulisema mimi nawe mapacha, tuje kula ya mimi. Mapenzi umeacha feli, ushafika Mwenge Mata, hivyo konisha kubali mapenzi. Mapenzi unahisia navyoteseka, unapata raha navyowekeka. Mina kesha ba, ninapombeka, unakurara wangu ukugara. Maji kubwa kuja, mapenzi yana ushujaa, bado robo saa kizidi shari saa. Maji kubwa kuja, mapenzi yana ushujaa. Fanya urudi nikone, tuongee hata mara ya mwisho. Maumivu yamenizidia, mbele yangu nakiona kifo. Fanya urudi nikone, tuongee hata mara ya mwisho. Maumivu yamenizidia, mbele yangu nakiona kifo. Fanya urudi nikone, tuongee hata mara ya mwisho. Maumivu yamenizidia. Nikamata. Kamona. Hapa tunaendelea. Mambo vipi? Freshi. Safi kabisa. Mungu na bless. Mada, shoti yako hapa. Vipi? Video tunaamini kabisa ni kali. Video nzuri. Mkono wako mwenyewe. Tumefanya kila kitu. Audio tumefanya vyote. Kwa hiyo tunamiliki studio ya audio pamoja na video. Man. Ambayo inapatikana wapi? Iko Darajani pale Kawe. Kawe Darajani ndio tunapatikana pale na sekondari ya Rondo. Karibu na sekondari ya Rondo pale. Tuna studio yetu pale ya audio pamoja na video ambayo inaitwaje? Maondo Process. Sawa, tunarekodi pale muziki yote, si ndio? Man. Sawa, tutajie namba kwa ambaye anahitaji kuja kurekodi audio pamoja na video ambayo tunakwenda kuionyesha sasa hivi. 0622296323. Rudia tena namba. 0622296323.
Wewe tunakwenda kutazama video kali kutoka kwa msanii wake ambaye anaitwa Nasak chini ya uangalizi wake kwenye studio zake ambazo zinapatikana Kawe pale Darajani karibu na shule ya Londo. Ya Londo. Namba ndo hizo utapiga, lakini tazama mwenyewe utaniambia. Nasak, twende kwa stage. Afi kabisa, tunaendelea na kopo jipya. Twende hapo Nasak. Kwenye letu penzi kitumbua kakitia mchanga, au kutaka kuniona na faidi. Walikujaza maneno mengi naletwa kwa kanga, ili mradi woni tunanikaidi. Mbona usiku silali mwenzako, nikikumbuka mbali tulipotoka. Mpenzi, sweet baby honey wa ubani, rudi nyumbani basi kama utani umeenda. Umeniacha mawazo kichwani, mwili unakonda, wewe uko na kulala wangu ukukara. Maji kupa kujaa, mapenzi yana shujaa, bado robo saa kizidi sharisa. Maji kupa kujaa, mapenzi yana shujaa, fanya urudi nikone, tuongee hata mara ya mwisho. Maumivu amenizidia, mbele yangu nakiona kifo. Fanya urudi nikone, tuongee hata mara ya mwisho. Maumivu amenizidia, mbele yangu nakiona kifo. Sema uwezi kuniacha, utazikwa na mimi. Nakumbuka ulisema mimi nawe mapacha, tuje kula ya mimi. Mapenzi umeacha feli, ushafika Mwenge Matani, mikoko nishakubali mampenzi. Mampenzi unahisi raha navyoteseka, unapata raha navyoenyeka. Ninakesha ba ninapomeka, unakurara wangu ukukara. Maji kubwa kujaa, mapenzi yana shujaa, bado robo saa kizidi sharisa. Maji kubwa kujaa, mapenzi yana shujaa, fanya urudi nikone, tuongee hata mara ya mwisho. Maumivu amenizidia, mbele yangu nakiona kifo. Fanya urudi nikone, tuongee hata mara ya mwisho. Maumivu amenizidia, mbele yangu nakiona kifo. Fanya urudi nikone, tuongee hata mara ya mwisho. Maumivu amenizidia, mbele yangu nakiona kifo. Sweet sound. 3 Rudia tena. 0622296323. Safi kabisa. Tayari Big Daddy. Manteila Lusako Mheshimiwa Joa Pende Mwisenu mimi na ugonjwa siwezi kataa, unanitesa mimi. Aya, fresh kabisa. Tuna pia ambapo chupa mwanetu Kamona kacheza nalo pale. Tuna kabisa ya uwezo, energy, confidence, creativity fulani hivi. Tunasema Mungu anabariki hivi. Kamona kama Kamona. Niambie bwana Kabuta. Hivi suti gharama gani hiyo? Sio hela nyingi, ni hela chache tu. Huwa unatumia gharama gani kunyoa nywele?
Mimi nanyoa yani kikawaida, situmii gharama nyingi sana kwa sababu mimi nafanya Magic Club. Yani natumia kama Kamona. yes sir. Miongoni mwa madirekta ambao umelihudumu sana hii tasnia hii, unajua chocho nyingi sana kama fagio la zamani, wanasema hivyo wahenga. Ndio. Kitu gani ambacho kishawahi kufanya ukataka hata kamera usizishike tena? Kuna siku mwanangu tumetoka kushuti afu nikapoteza material. Material kadi yenyewe. Kadi sio ikasepa, sio material ikasepa hapo mazima. Nikaenda ulikosoa kana kwenye kuformat ta. Hamna, kuna jamaa tu alisahau sema, yani alipoiweka aliposahau. Kwa hiyo tulichakacha kuitafuta, ilikuwa ni balaa. Ilikuwa na kubwa na gharama gani? Kazi ilikuwa ina gharama. Mimi sasa unajua kazi ya mtu akishakupa kazi ndo kazi yani. Yani hiyo kadi ambayo ilikuwa imepotea ilikuwa na jibiwa kubwa gani afu ilikuwa na gharama 28. Hivi ukiingia pale maduka ya kamera na kadi zile kama shilingi ngapi? Kadi haina gharama sana. Kwa mfano kadi ya kamera yangu mimi inauzwa kwenye 150,000 kwa maana inapiga 4K. 150,000. Ya, hizo kadi ziko tofauti. Kuna kadi na unaweza kupata kadi 120 lakini C4. Sijui unaelewa? Sawa. Kuna C4 alafu kuna C8 na C10. Kwa hiyo C10 ndio kamera ambayo inaweza ikaanza kupiga format kubwa. Lakini hiyo C10 yenyewe speed sasa kuna 120, kuna 170, kuna 180. Kiwango cha chini labda kutaka kuanzisha production ya video, shilingi ngapi isikosekane? Inategemea sasa pia kamera na vifaa unavyovitumia. Kuna kamera inapatikana kamera 1,500,000. Aina gani? Hatutaji kamera za watu, ila tuwe jua kuna kamera 1,500,000. Sawa. Sio kunigombanisha na watu bure. Wanangu wa 7D tena. Mimi sijasema mambo 7D mimi sijui. Ila tu kamera zinatofautiana. Kamera zinatofautiana. Na okay, fresh lakini unasema tu usikilize na nini? Ndio bekicha bado kuna mabrand mengi sana hivi. Msanii wangapi huyu? Sasa hivi katika lebo yangu na waimbaji 3. Kuna mmoja nilimpata hapa Magic, mniachacha namjua, na ulemavu wa macho, anaitwa Abi Talent. Niko naye tumefanya video, tupo kwenye harakati ya kuitoa. Ni dogo mmoja kipofu, lakini Mungu amempa uwezo mkubwa sana. Sijui ni kipofu na ulemavu wa macho au ni yani. Yaani ukimpigia simu akishika tu anajua ni Kabuta, na kutaja kwako namba yeye andiki. Mtajie 06 sio ngapi. Akishika hapo unaitwa nani? Kabuta. Yani akiweka hivi imo. Tunasema kwamba ana uhafifu wa uonaji. Ama uoni ni hafifu. Sasa hivi alikuwa anaishi Bagamoyo. Sehemu gani pale? Alikuwa anakaa kwa Jongo au bati kuna sehemu inaitwa Nyumba ya Bati Bagamoyo. Ukitoka Kilomo ya Kibaoni, alafu hapo mbele Nyumba ya Bati inaitwa. Hivi Kilomo Kibaoni hapa kwenye njia panda kwenda Yombo au kutokea Sinza. Dogo una mambo. Sio Yombo kwa kina Side au Sinza hapa kwa wanetu hapa. Yule bwana anaishi kule. Sasa yuko Dar es Salaam. Yuko Dar es Salaam anafanya muziki. Sunda mleta hapa, kuna project moja kubwa inakuja. Lakini sasa hivi tunamzungumzia Nasaki. Huyo ndo msanii ambao tulikuwa tunafanya Bongo Flava. Kwa hiyo haja switch, bado tunafanya Bongo Flava lakini pia tunafanya gospel. Is it gospel no? Singeli. Ulimhamisha hivi kwenye huko kumenda kwenye singeli? Tulikutana na producer mmoja anaitwa Maondo Process. Akambadilisha. Akasema mwanangu, situjaribu kufanya singeli. Naona tumefanya kama imeenda, kwa hiyo tumefanya singeli nyingine. Lakini mimi msanii wangu wa singeli ambao official German Tyler. Ukisema official unambagua? Hapana, yani yeye ndo anafanya singeli. Yani yeye alivyoanza ameanza na singeli moja kwa moja. Tofauti na mjomba huyu anafanya Bongo Flava lakini haja switch Bongo Flava, bado anafanya lakini anafanya singeli kwa maneno ya producer. Lakini huyu German Tyler yeye anafanya singeli moja kwa moja. Ya kuna nyimbo utaisikia hapa tumeileta inaitwa Miss Call, nyimbo moja ambayo kuielewa unatakiwa uielewe sana. Ni ya singeli. Ni singeli ya. Huko ndani kusema uelewa, unatumia akili kubwa sana kuielewa na nini, labda utaisikiliza. Basi sawa. Oi.
Oi. Wanasema wanyama ni mwingi. Nyama umejaa kaka. Hivi hizi zinazoning'inia tunahitaji yani. Hizi bwana hivi inaitwa vipuli. Vipuli. Achana na Heleniki ni kipuli manake sijatoboa mimi. Maana hivi Kamona ukisikia kwenye gari wa jamaa wametembea na kipuli ndio kile kinachoning'inia. Kipuli sikichaga. Mimi sasa usiniulize sababu mwenyewe yupo anaweza akajibu. Kadi ndio kwenye magari kwa sababu mwanangu Side kwa siku alikuwa analalamika gari tayari watu washatembea na kipuli hivi. Unatakiwa ukachonge. Sijaelewa kipuli ndio hiki. Washatembea na kipuli ikiwa na maana kwamba wamemuibia au imekuaje, kwa sababu anaweza kaa na kipuli chake kika sehemu alafu akakitafuta dakika mwisho akioni au yuko kwenye gari alafu kuna mtu kampiga tu hivi kumbe kapita nacho. Sasa hivi tuelewe sasa hapo. Wewe kina gharama kiasi gani hivi? Kaka hiki kina gharama. Beiche. Yaani hiki hapa ni au wana uchumi wa kati. Uchumi wa chini, maana uchumi wa kati ndio nimekipa gharama fulani. Una muda gani toka umeanza kuzijua studio na kwanza kurekodi? Kaka mpaka sasa hivi na miaka kama 6 toka kama 6. Neema unaionaje huu mwaka? Nashukuru Mungu mwaka unaanza nao vizuri sana. Nashukuru Mungu sana kwa sababu naona kuna baadhi ya vitu vingi sana ambavyo hata nikifanya Mungu anasaidia hivi, ananionyesha kwamba kuna sehemu naenda. Kuna majuto ambayo yalikufanya kuwa na muziki yapo majuto ambayo yashanifanya nikawa na muziki. Yalikuta ukiwa kwenye station gani au mazingira wapi? Ni mazingira tu ya kurekodi studio hivyo. Na support ambazo mtaani tumezikosa kwa baadhi ya watu ambao tunaweza kusema wanachukulia vitu poa. Ndio koko Bagamoyo? Hapana, siko Bagamoyo, mimi niko Mbezi Beach kaka. Mbezi Beach. Kwa kipi kilikoje ukaona naweza nika cancel ile game alafu ukaona pia matumaini yakaja maisha yakaendelea? Kwenye issue za kurekodi kaka, unajua kipindi tunarekodi sisi au kipindi unaanza kufanya game kuna vitu vingi unakuwa vijui. Huko studio umerekodi pale kutoka hela fulani kadhaa kuungaunga alafu mchize kakuwekea tu autotune ukijisikia vizuri na umemaliza. Alafu unaenda kukutana na watu wanaojua na kwambia mwanangu hapo mbona kama mototuni mengi. Mbona mototuni mengi kaka, unasikia nini tu kuna ule tofauti umefanyika pale. Biti kwanza unapigiwa kopo tu, unajua biti kopo kwamba imetengenezwa njia tu alafu umepita nayo. Alafu unaambiwa mzigo umekamilika. Wanaambia mzigo umekamilika. Sasa ukienda kwa watu wanaojua wanakutoa kidogo lakini. Kwa hiyo ushapigwa sana kwa stereo maana yake. Kwa stereo tushakutana na visanga kaka. Hivi kuna ile mazingira kwamba ukiwa peke yako gate unajua ndio msanii ukimaliza mbeka studio nyimbo radio hewani. Alafu ukienda kutoka kwenye madambo ambayo kuna watu wanafanya mazoezi mnakutana mko nyomi. Ushaona? Waga inakupa matumaini gani, waga nakukata wapi? Hapo kama sijakupata vizuri kwenye machaka ambao mnaingia kufanya mazoezi. Mnakutana mpo wengi sana hivi. Sawa. Mwisho siku kwamba sio kupiga kwamba unapambania hiyo ndoto ambao umeweza labda kufika kibahati unafanya kazi na Kamona hivi. Kuna mwanga ambao unakupa kuongeza energy yote ya kufanya hiyo kazi. Mwanga upo kaka. Mwanga upo mpaka nimefika hapa. Yaani sehemu kama SJ ukanyage na maana kwamba hapa haswa zadili ziongezeke ili mradi tuende sehemu nyingine tofauti ili mradi tuweze kufikia ndoto zinapotaka tufike. Kitu gani ambacho unataka kukosea kabisa? Kitu ambacho sitaki kukosea katika situation gani sasa? Katika ile game yani. Katika ile yani twende hii hapa hii. Stay kabisa kwamba eti gari imefika mbele tunaambiwa leo tunaanza kuifikiria sheria. Tukana tunaingia msata. Sasa kufikiria yani kwanza kitu cha kwanza ambacho sitaki kukosea. Kikaja kunipeleka nikagombana na brother na manager kwanza ni kitu cha kwanza. Yani najitahidi sana kuepuka makosa ambayo atanifanya mimi na manager tushindwe kwenda sawa kwa sababu walikonitoa nikisema nipaelezee hapa kwani kuna ambao tunatazama kwenye ulimbukeno mafanikio waga wana cancel na wana mwisho wa siku unatotoka hapo tenda kwa fulani kwa wengine na mwisho wa siku tutasema tu alikuwepo tu kama daraja. Unajua mtu ambaye umeanza naye chini na mtu ambaye unakutana naye katikati kwa sababu anacho kuna vitu viwili tofauti. Kwa mambo mkutana saini gani unasema imani yangu ipo hapa wacha tuende mpaka uzeeni? Yani brother
Video ya kwanza nimeanza kuifanya mimi niko chini ya usimamizi wa meneja Kamona. Na yani ndio hapo mwanzo wa kufanya ngoma, kwamba unasikia kitu kwamba hiki ni kitu. Location imekugharimu nini? Location imenigharimu, kuna usafiri, kuna video pixel, kuna vitu vingine ambavyo kuviongea hapa kidogo itakuwa kitu ambacho nakumbuka. Ile shoti ya boti ile ilitupa changamoto sana. Ilikuwaje? Mwamba aliruka maji. Kuruka tu ilikuwa muziki. Pisha linaanza kiboti kwa speed afu mimi rekodi yani. Kwa hiyo kila muda nawaacha tu. Nikaja na rekodi. Kumbe nilikuwa ndo nimerekodi, mimi niliona ndo sijarekodi. Pale nilipotaka sana nirekodi, kumbe ndo nimekata. Wewe bwana. Noma. Kwa kujikuta na kupiga mara mbili hapo. Sasa ilikuwa changamoto kubwa. Basi poa fresh wanangu. Kipi tunakwenda pia kumaliza nacho? Kikubwa bwana ninachoenda kumaliza nacho kwa wale wanaonitazama kwa wakati huu. Kitu kikubwa tunachohitaji kutoka kwao ni support yao. Kitu kikubwa sana ambacho tungependa kuacha nacho, na kingine tuambie kwamba kuna vitu vizuri sana vinakuja. Yani kama ni nguo zipo kwenye kabati zimepangwa, inasubiria bwana, hii nguo nitavaa kwenye sehemu fulani, nguo nitavaa sehemu fulani. Kwa hiyo wakae tayari tu, watufuatilie kwenye media, kama kwenye Instagram wa follow, TikTok watu follow, YouTube wa subscribe. Yani kuna vitu vizuri vinakuja, viko vingi sana. Unaona tofauti gani mwanzo wa mwaka? Tofauti mkubwa siwezi kuelezea. Tupe tu kwa uchache ambao umeona, labda nimeongeza viewers, nimeongeza numbers, nimeongeza wana, nimeongeza washikaji, tunasema mafanikio. Yani kwa mwaka huu kwanza, kitu kikubwa ambacho nimekiona katika mwaka kwamba yani kwanza kitu cha kwanza kufika hapa nilipo sahihi ninapoongea, kwa sababu kuna miaka mingi sana nilitamani kukanyaga sehemu kama ya sijakanyaga, lakini pia nimeweza kukutana na watu tofauti, kwa sababu hata kitendo cha kufika hapa kukutana na watu ina maana kwamba kuna channel ambayo nimeongeza. Basi fresh mwanangu, ama kuna chochote ambacho labda unatamani kukizungumza na Tanzania? Kikubwa ambacho natamani kukizungumza kwa Tanzania ni kuwakumbusha tu kwamba jina langu ambalo natumia kwenye digital platform zote ni Nasake TZEE. Nasake na Lucas Space TZEE. Yani ndio kikubwa sana. Yani hilo jina walizingatie sana, kwa sababu linakuja na kitu kikubwa sana. Asante sana. Kama una mimi kwa kumalizia tunashukuru Mungu, mwaka tumeanza vizuri. Lakini mbali ya kuanza vizuri, mwaka huu tumekutana na Mama Amina, kwa sisi ni mafanikio. Lakini pia tumezungumza na ule meneja wake mawili matatu, chochote kinaweza kutokea. Tujasema kama tuna collab na Mama Amina, lakini chochote kinaweza kikatokea kwa sababu tumeongea na meneja Mama Amina. Lakini pia tuna nyimbo mbili zipo studio ambazo zinategemea kutoka. Kitu ambacho nashukuru Mwenyezi Mungu pia, kama nilivyosema, nimeongeza wasanii wawili wapya. Kuna mmoja anaitwa Engineer SP Kiongole, yeye anatoka Kibiti. Anafanya singeli lakini za kuelimisha. Siku tutakuja naye. MC Kiongole ni msanii ambao namkubali, inspiration hizo. Anafanya inspiration song namkubali. Hata kule bondeni uhakika zinaita yani. Ni mtu ambaye namkubali sana bro. Na naamini next time tutakuja naye, kwa sababu tunatarajia kufanya video. Kuna video tumefanya inspiration lakini haihusiani na kipindi hiki cha leo. Nafikiri tungekuwa na kipindi kingine tungeweza kuizungumzia, lakini tuna video inakuja nyingine nzuri sana, nzuri expression song lakini ya singeli naona, na pia imekuja kitofauti. Hata ukiangalia singeli hapa video yake iko tofauti kidogo. Naona mnachacha nafuta mic, sio nataka kuongea nini? Yani huyu jamaa mimi nataka tu nikuulize. Karibu brother. Meneja Kamona. Ndio brother. Na director Kamona. Ndio. Mimi nakushukuru kwa sababu upo na kibati. Ndio brother. Unaangalia tunachokifanya, unaona vijana. Ndio brother. Na umetoonyesha kwa vitendo. Ndio brother. Yule kijana ulimshika mkono. Sasa hii ni Januari. Ndio brother. Wasanii ni wengi. Ndio brother. Wasingeli hawana uwezo. Ndio brother. Mkubwa kushuti video. Ndio brother. Wewe una studio yako ya audio na video. Ndio brother. Naomba tu labda wape hope vijana namna kufika kwako, na kama kuna ofa yoyote watangazie, kwa sababu wewe ni mtu wa media pia, una vision kubwa sana kwa muziki wa singeli na muziki mingine, kwa sababu unajua maisha ya vijana kule mitaani yakoje. Kwa hiyo ukiona kijana ajitafuta,
umtupi, umkataa, unamshika mkono, na ile inasaidia kuinspire vijana wengine kuona kumbe wenzangu hawakosei, ila mimi ninakaa kijiweni ndo nakosea. Mimi niseme kitu kimoja. Kwanza, mziki wa Singeli ni ajira, sio uhuni. Mziki wa Singeli ni ajira na watu wengi sana wamefanikiwa kupitia Singeli, hasa vijana ambao kama unasema walikuwa mtaani. Kuna watu walikuwa mtaani wengi wana maisha mabovu, wanakaa tu, lakini baada ya kujiingiza kwenye mziki wa Singeli wengi wamefanikiwa, tunaona. Kwa hiyo mimi niseme tu, mimi niko tayari kumsapoti yoyote, kwa sababu sisi kufika kwetu hapa sio kwa nguvu zetu. Leo mimi niko hapa, mimi bro Magic nilikuwa naleta nyimbo kama mwimbaji zamani, nakumbuka, lakini leo wale ambao niko naletea nyimbo nafanya nao kazi. Kwa maisha yana safari ndefu sana, ni safari ndefu. Kwa mimi namheshimu yoyote, yani mtu akija nitamsaidia, kwa sababu sisi tupo kwa ajili ya watu. Maandiko yanasema wewe panda, usichoke kupanda, muoteshaji ni Mwenyezi Mungu. Sawa. Usije kuona kweli taota hii, panda. Bwana napanda sana na miaka 10 napanda tu. Panda. Mimi narudia tena kusema mimi nilikuwa naimba. Nilikuwa naimba kwa sababu mimi najua hasa za muziki. Na ndio maana mtu akisema bro nisaidie. Kwa nini namsaidia? Namsaidia kwa sababu mimi nilikuwa naimba. Nimepitia hizo changamoto, nimeteseka. Lakini Mungu amenipa neema sasa nisimtese mwingine ambaye alikuwa anapita kama mimi. Wengi wamefanikiwa, lakini wengi pia bado riziki hawana kwenye mambo. Kwa hiyo aliyoko tayari kusaidika, mimi nitamsaidia tu. Sawa. Ndio brother. Sawa. Mimi kwangu ilikuwa tu kwako. Labda Kabuta unaweza kaendelea naye, director Kamona, mtu mkubwa. Mimi nadhani kama kwa upande wangu hivi sina mengi sana hivi. Na kama tumemaliza jamvi. Sasa next time kama nilivyosema ndamleta German Tyler. Nafikiri video itakuwa imeshakamilika, tunaishoot hatujaimalizia. Nitamleta German Tyler kama nilivyosema, na naamini Meneja Chacha na Kabuta mtajaribu kunishika mkono ili kunipitisha sehemu ambazo unaweza wakafanikiwa, kwa sababu mimi siwezi kuzifikia sehemu zote bila nyinyi pia. Kwa hiyo naomba support yenu sana, kwa support hao vijana wangu wote. Kuna huyo Spiti Kiongole, kuna Abitalent yule ambao ana upungufu wa uonevu wa macho, kuna Nasak TZ, kuna German Tyler na wengine. Yote atakaokuja bado niendelee kupokea watu, lakini kuna muda ukifika tutasema watu tuliokuwa nao wanatutosha. Kwa hiyo kama ingewezekana Sidi angenyekele nyimbo, ningefurahi pia yule German Tyler. Man, Mungu ni mwema. Sawa. DJ Sidi mtu hatari, nafikiri mmemsikia nani Kamona hapo? Kabuta? Nafikiri tufunge kabisa Tutajia tu namba za simu kwa ajili ya interview za Kibati na mengineyo, kwa sababu mwisho wa Kibati kwa leo ni mwanzo wa Kibati kwa siku ya Ijumaa na Jumamosi. Mtupe jamani nafasi Jumamosi nilete vijana wangu wote ikiwezekana. Hamna shida, wewe tu. Wewe tunafikiri kikubwa ni mawasiliano mapema ili pia tuweze kupata picha kwa ajili ya cover, kwa sababu nafikiri utaratibu unajua. Na pia kwa wasanii ambao hujui ni kwamba huwa tunasema tupigie simu kwanza Jumapili tuongee na wewe, kwa sababu wasanii wetu wa Singeli wengi tunawajua, wapo mitaani, warekodi studio za mitaani, ambapo unakuta producer bado upe wake ni mdogo, msanii na upe wake ni mdogo. Kwa hiyo tunahitaji watupigie simu mapema kuanzia Jumapili, Jumatatu, Jumanne, tuongee nao, tujilizishe kwamba huu wimbo unafaa kwenye media au haufai. Kwa sababu sio wasanii wote au sio maproducer wanauelewa huo. Yeye anajua basi mimi na wimbo wangu hapa napeleka kwenye media. Kwa hiyo tupigie simu kuanzia Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano. Tukishamalizana na wewe utatuma picha, kuna cover zetu kwa mitandaoni mnaziona. Ile cover wewe msanii inakusaidia sana. Kama unaweza kuja studio, cover tutakoshare post siku 3 siku 4. Kama huwezi kuja studio, tunakufanyia interview ukiwa huko kwenu ulipo. Tutakachofanya pale kwenye screen ya TV, tutaweka ile picha yako. Kwa hiyo unapoongea na wewe kwenye simu, watu wanakuwa wanakuona. Kwa hiyo yule wa Bagamoyo kama ataweza kuja sawa, kama ataweza kuja, cover yake ambayo ina picha yake tutaweka kwenye TV pale, huko sauti yake inasikika kwenye TV na radio na YouTube. Shukrani. Kwa hiyo msanii yoyote wa mkoani, mkoa wote ambao hawezi kuja Dar, kwa sababu pia kuna gharama za usafiri na huko sehemu za kufikia, kama hujiwezi kwa hilo, sisi tunakufanyia interview ukiwa huko kwenu ulipo. Mimi ni kushukuru Meneja Chacha, lakini kingine hao vijana wangu kama mnapata sehemu mnaenda kufanya tamasha au ni show, mwachukue tu, mimi nitawagaramia wafike. Kwa sababu kufika kwao sisi sio hela, waonekane kwa watu. Kwenye kuonekana ndo kunaanzia hela hapo. Of course, Sio kwamba muziki ni biashara, na biashara inataka matangazo. Kwa hiyo unapojitangaza kwenye zile show
Naona sisi wenyewe tu wasanii wetu wengi tumeishi nao. Hata Mama Amina naye pia ameishi hivyo. Mama Amina Longoni ilikuwa kila show akosekani. Kila show akosekani. Alikuwa kama mshabiki tu mwanzo. Lakini baadaye akaenda kutokana na kwamba ni mshabiki wa muda mrefu, akaanza kukariri nyimbo za wasanii wengi ambao wanakuja pale Longoni. Kwa hiyo baadaye akaona kumbe Singeli yuko vizuri, ndo akaanza kuimba. Leo Tiel Mama Amina ni superstar, anaishi maisha mazuri kupitia muziki wa Singeli. Kwa hiyo iko hivyo kwamba msanii unapojitoa unakwenda kujitangaza kule, watu watakuona, ndipo wataanza kukulipa. Kwa hiyo pia mimi kila siku anasema kwamba wewe msanii ambaye bado ni upcoming, usikae mtaani ukasema mimi mpaka nipigiwe simu sio show nilipo 700,000, 500,000, 400,000. Utajichelewesha. Nenda kwanza kajitangaze. Unaposema kwamba muziki ni matangazo, ili neno lina wigo mpana sana. Kwamba muziki ni biashara. Biashara yako inataka matangazo. Kwa hiyo kutupigia simu sisi Kibati tutakuelekeza. Moja maelekezo ni hayo kwamba wewe hapa ulipo kisikia kuna show sehemu fulani, wewe tumia nauli yako, nenda pale, mtafute MC, mtafute DJ, ongea naye vizuri, akupe nafasi pale. Kama uko vizuri, dakika 5 zinakutosha. Wimbo wako mmoja tuweza kukusogezea hatua 100 mbele ambazo ulikuwa unatamani kuzifika. Kwa hiyo tupigie simu 0688 14 78 87. Hizi namba ni kwa ajili ya wewe msanii wa Singeli kuja kwenye Kibati, lakini pia kuna madirector kama Kamona, nasema wewe unafanya biashara, unashuti video, ni biashara. Sasa ukijitangaza kwenye Kibati utapata wasanii wengine wengi kabisa. Kwa sababu unapata wasanii wengi pia ukipata kwako kinaongezeka, lakini pia experience yako inazidi kuongezeka. Na tutasupport wengine sababu tuna riziki. Yes. Ndio. Kwa hiyo njoo ujitangaze wewe director, njoo ujitangaze kwenye Kibati, bwana mimi na shoot video. Kama una video zako shoot utakuja nazo hata 2 au 3, ukiwa unaongea hapa video za Kibati mada anaziweka pale kwenye screen, kote wanakuwa wanaziona. Kweli inakusaidia wewe kwenye biashara yako. Naona kwa hata yule ambaye pia ni producer pia naye tunawakubali, tunawapongeza, wanafanya kitu kizuri, lakini njooni mjitangaze. Wewe unafanya biashara, biashara yako inataka matangazo. Sio mwaka mzima msanii mmoja sana yule alafu anasema muziki haulipi. Wewe ndio unafanya muziki usikulipe. Ukijitangaza muziki utakulipa. Kwa hiyo 0688 14 78 87. Kibati cha Uruguay mwaka huu tuna show kama sio 10-12 kwa mwaka 2026. Kwa hiyo baada ya yani kuanzia mwezi wa 3 mwishoni, baada ya mfungo wa mwezi mtukufu kuisha, pale ndo tuna start show za Kibati mpaka tunamaliza mwaka. Kwa hiyo wasanii wote ambao mnatusikiliza, sisi kigezo chetu kikubwa ni wewe tu kuwa umekuja kwenye Kibati kutambulisha wimbo wako mpya. Sisi hapa tunasema kopo jipya. Ukija hapa unakuwa sisi umetusaidia kukujua wewe kwamba huyu kwenye show anajua, huyu kwenye show bado. Kwa hiyo tunakuongezea kwanza. Yaani kama wewe bado hujawa vizuri, sisi hatukukatai. Sisi tuko tofauti na wengine. Wengine kwa wewe uweze basi wewe tupishe. Sisi hapana. Tukiona basi bado hujajipata vizuri, tunakupika. Kwa hapa tumeona hapa tuna style tofauti sisi ya kutambulisha nyimbo hapa. Tuna mic pale. Kwa hiyo wanaimba kwanza kabla kutambulisha nyimbo zao. Hii yote ni katika kuwajengea uwezo wa kuto kujiogopa wanapokuwa kwenye mastage. Kama unavyoona hapa tunakuwa na watu 10-15. Kuna mtu ajaye kufanya kitu kama hiki kuimba mbele ya watu 10-15. Kwa hiyo ni moja ya darasa ambalo tunalianza kwa msanii ambaye ni upcoming wa Singeli. Ndio. Yes. Mimi chacha na waelewa na kielewa Kibati. Kwa hiyo mimi kwa msanii wetu wa Kibati nitasupport nyimbo 3 kwanza. Sawa. Wewe ukimwamini anaweza tuwasiliane, nitasupport nyimbo 3 video. Sawa, poa, limeisha. Shukrani sana. Jazida mtu hatari. Asanteni sana kwa kazi zetu wote DVJ Kabuta. Oi, share nami on Instagram, Facebook na X kule. Kibati cha Uruguay on YouTube. Kabuta, bye bye. Usione nimekula wachi nafulia sabuni kubwa sopu. Twende baba. Basi tena piga makofi, 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 makofi, makofi. Sema nigata mnakuja mnapiga makofi. Nikiwaita mnakuja mnapiga makofi. Mko Bosopo mko wapi we mbona siwaona? Mko Bosopo mko wapi we mbona siwaona? High Life mko wapi we mbona siwaona? High Life mko wapi we mbona siwaona?
nakunywa nalewa